wameandaa tamasha hili ambalo liko mbele yetu, lakini tutaanza hapa muda sio mrefu ili hata wakati huo uwe wakati wa wageni. Kwa hiyo Mungu akubariki na Mungu akuzidi kukuinua kwa sababu ya kusikiliza ujumbe huu ambao unaenda kuhubiri. Nimkaribishe kila mmoja ambaye yuko mahali hapa, ambaye ni mara yake ya kwanza kwa ajili ya kufika hapa katika kanisa hili la EAGT, kanisa la Pentecoste. Tunahubiri habari njema za wokovu, lakini pia tunatiana moyo katika safari hii ambayo iko mbele yetu, na katika maeneo yote mbalimbali yanayohitaji usaidizi, basi tunafanya kazi hiyo katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo nakukaribisha sana kwamba ukaribie mahali hapa tuweze kumtumikia Mungu kwa pamoja. Haleluya. Baada tu ya kumaliza tu hapa kwa muda mchache, tutaomba tena mbele nyimbo moja na kwaya pia nyimbo moja, alafu tutaendelea na ratiba nyingine. Mungu akubariki sana. Endelea kubarikiwa nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Naomba tuchangamke pia katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Msikae kama mshangao kama kaja Masai au kaja nani. Kwa hiyo nataka nikae mshangao. Kaeni katika nyumba ya Bwana kama wana, msikae katika nyumba ya Bwana kama watumwa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mhubiri anaposema amen, naitikia amen, anasema haleluya, nasema haleluya. Haleluya. Ndio mambo ambayo tunatakiwa kwa ajili ya kuweza kwenda. Mpaka hata mtu anapopita anasema hawa na furaha kwa kiasi gani. Lakini furaha tunaongewa sisi kwa sababu Yesu amekuja ili atupe furaha. Haleluya. Yesu amekuja ili atupe furaha na amani, aondoe huzuni. Kwa hiyo huzuni hazitakiwi katika nyumba ya Bwana, wala mafikirio yasiyofaa hayatakiwi katika nyumba ya Bwana. Na nisi na wewe pia ambaye uko hapa, angalia usimuyumbishe mrafiki yako na ndugu yako kutokutana na Mungu. Nimesema hiyo siku ya Ijumaa, nikasema kwamba unapokuja hapa Mungu anakuangalia, na mwenzako aliyekaa pembeni Mungu anamwangalia, na kila mmoja anakuja nyumbani mwa Bwana kwa mpango wake maalum. Haleluya. Kwa hiyo wewe usiwe sababu ya kusababisha mwenzako asisikie Mungu anasema nini kwake, kwa sababu kama Mungu amempanga leo ya kwamba amfungue, lakini wewe ukamhangaisha, hasira ya Mungu itakuwa kwako. Kwa hiyo tuwe na nidhamu tunapokuwepo nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Epuka kuinuka, epuka kutembea tembea, kaa utulie kwa jina la Yesu. Hata kama unaona kiti kinawasha, mwambie shetani una nafasi ya kusababisha mimi niwashe kwenye kiti, niko hapa kwa ajili ya Bwana. Huo mwasho hautaendelea tena. Haleluya. Hata kama unabana na mkono, usiondoke ukaenda kufanya wakati wa mahubiri, ni wakati wa kukaa na kutulia. Unamsikiliza Mungu wako. Mbona kwenye daladala una ukojoni kwenye daladala? Mjini mbona ukojoni? Mbona unasubiri mpaka uende chooni? Kwa hiyo subiri, nyumbani mwa Bwana liko neno la Mungu. Haleluya. Somo ambalo nafundisha somo linalosema nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Nilishafundisha nafikiri kama mara moja na mara mbili kwa ujumbe wa kina yake. Lakini leo nakuja na ujumbe ambao sitomaliza wote kutokana na mambo yetu ambayo yalio leo, lakini Roho Mtakatifu anajua mpaka pale ambapo watu wake wamekula na kushiba. Haleluya. Kwa hiyo nafundisha habari ya nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Sio udhaifu wa msalaba. Hapana, sizungumzia habari ya udhaifu wa msalaba, lakini nazungumzia habari ya nguvu ya nini? Ya msalaba. Ambayo hii nguvu ya msalaba imefanya kazi katika ulimwengu huu mkubwa zaidi, na imebadilisha history katika ulimwengu huu. Na katika hiyo nguvu ya msalaba shetani amesharenda, na katika hiyo nguvu ya msalaba shetani atafungiwa, yuko kuzimu mpaka leo. Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya msalaba ambao mimi naenda kwa ajili ya kuihubiri katika siku ya leo, au Mungu anaenda kusema na sisi, tarajia kupata kitu kutoka kwa Bwana, lakini tarajia maisha yako kubadilika, lakini tarajia tumaini jipya katika maisha yako. Sema amen. Sema amen.
msalaba ni nini? Msalaba ni alama fulani ya mateso. Kwa hiyo ukiona habari ya msalaba, ndio maana hata ukienda katika nchi nyingine za Kiislamu hawaweki ile ishara ya msalaba. Kwa hiyo kile kijumlisha wao kinakuwepo, lakini pia hawakipendi. Wakitamani kwamba hata kile kijumlisha kitolewe kwenye hesabu. Lakini kwa sababu kile kijumlisha ni kama ishara, lakini ule msalaba kwa chini yake huwa panazidi kidogo. Kwa hiyo hawapendi zile ishara za msalaba, kwa sababu kwa mtu ambaye asiyempenda Mungu huwa hapendi msalaba. Lakini nitaka nikwambia kwamba msalaba ni kwa ajili ya watu wasioamini, wavutwe kutoka katika hali ambayo ya uovu na dhambi, hali ambayo wamewekwa hawawezi kutoka. Lakini wanapokuwa wanaangalia msalaba na kutumaini, ndipo hapo ambapo wanaweza kutoka mahali walipo na kwenda kwenye mahali pengine au kupata tumaini lingine tena. Haleluya. Kwa hiyo msalaba ni alama pia ya mateso. Ni alama ya mateso. Kwa hiyo unapoona habari ya msalaba, ndio kwamba kuna mtu mmoja aliteswa. Kwa hiyo neno la msalaba kwa Mkristo au sura ile ya msalaba kwa Mkristo ni jambo muhimu sana, anatakiwa kulizingatia katika maisha yake. Maana katika huo msalaba ndipo alipoonekana Mwokozi, katika huo msalaba ndipo alipoonekana mwana wa Mungu, na katika huo msalaba ndipo alipojitoa Yesu Kristo wa Nazareti hai, asiyefanya dhambi akafanyika kuwa dhambi, na alipofanyika kuwa dhambi akaenda akajibebelekea pale msalabani. Haleluya. Kwa hiyo ishara ya Kristo ni ya muhimu sana. Neno la msalaba kwake ni la muhimu sana, ila kwa wasioamini neno hilo linaweza ikawa ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya. 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 Ili Kristo aweze kupata nguvu ya Mungu au Kristo aweze kupata upako, ni lazima angalie pale Kalvari. Asipoangalia pale Kalvari, ataomba, akishindwa kuipata ile nguvu, anaenda kwa waganga wa kienyeji. Lakini nataka nikwambia kwamba hayo yote au nguvu yote ambayo unayohitaji ili uweze kuonekana katika ulimwengu huu ya kwamba ni mtumishi wa Mungu, ni sharti uangalie msalaba. Haleluya. Sharti kumwamini aliyeandikwa pale wapi? Msalabani. Na aliyeandikwa pale msalabani ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo alama pia hii ya msalaba ni alama pia ya wokovu wetu. Hakuna wokovu nje ya msalaba. Wokovu wetu uko ndani ya msalaba, kwa sababu wokovu wetu tumeupata ndani ya msalaba. Na katika ile hali ambayo ule msalaba ni Yesu Kristo, mtu mwanadamu aliyejitoa akafa pale msalabani kwa ajili yetu sisi, ili sisi tuweze kupata furaha, tuweze kupata amani, tuweze kupona, tuweze kufunguliwa katika vifungo vyetu, tuweze kufunguliwa katika magonjwa yetu, tuweze kufunguliwa katika mafikirio aina mbalimbali yasiyofaa. Kwa sababu gani? Yesu Kristo aliangikwa pale msalabani ili sisi tupate furaha na amani. Haleluya. 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 Lakini pia msalaba ni alama pia ya ushindi wa Kristo. Ukiona Mkristo anatembea kifua mbele, anawahubiri Yesu Kristo, ana ushuhuda wa kuzungumza kwa watu wengine, ujue ya kwamba ameweka neno msalaba ni alama pia ya ushindi katika maisha yake binafsi, lakini pia hata katika yale aliyoahidia Mungu kwamba atayapata yule akiwa katika ulimwengu huu. Basi siri yake ni nini? Ni ile nguvu ya msalaba ambao tunaupata. Lakini neno pia hilo la msalaba ni hali ya uzima tele. Haleluya. Tunapata uzima tele, na huo uzima tele ni uzima usiokuwa na kikomo. Maana mtu akiwa ameokoka, hata akiwa amekufa, Biblia inasema kwamba huyu mtu amelala, kwa sababu ataamshwa tena, kwa sababu uhai wa Kristo haufi, kwa sababu kuna mwili mwingine wa utukufu kwa ajili ya kwenda kumlaki Bwana hewani au kwa ajili ya kukaa na Kristo milele katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunapata uzima wa milele. Uzima wa milele ni uzima ule wa kiroho. Roho zetu zinatamshika, nafsi zetu zinatamshika, lakini pia miili yetu inabadilishwa kwa ajili ya kutakaswa, ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu tunapoishi katika ulimwengu huu. Ndugu yangu, kama ukiangalia msalaba, ushindi wako utakuwa ni ushindi wa makata. Ushindi wako utakuwa ni ushindi ambao una maswali. Ushindi wako utakuwa ni ushindi ambao haupuuzi nani? Mungu. Lakini pale utakapoangalia pale msalaba na kupiga makofi na kusarenda ya kwamba wewe ni mwanamume wa wanaume, wewe ni simba wa kabila la Yuda, wewe ni Mungu ambao ulipenda upendo
ukatoa maisha yako pale kwa ajili yangu mimi, ili mimi niponywe. Pale penye shida mimi nifunguliwe, pale penye tatizo mimi nipone. Mungu huyo ambaye aliyenipa pale msalabani ndiye aliyekupa uzima usiokuwa na kikomo kwa jina la Yesu. Anasema kwamba mtabarikiwa mara 100 hapa duniani na mtabarikiwa mara 100 katika ule uzima wa milele. Haleluya. 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 Kwa mtu aliyeamini hafi, isipokuwa mtu aliyeamini anamtukuza Mungu, kwa sababu ishara ya msalaba ni ukombozi katika maisha yake. Damu ya Yesu tunayohitaji siku zote ni kwa sababu ya ule msalaba wa Yesu. Mwambie mwenzako sema amen. Haleluya. Lakini pia ni hali ambayo pia ina msalaba unabatilisha pia udhaifu wa mwanadamu. Unabatilisha udhaifu wa mwanadamu. Yaani mwanadamu ambaye anaenda katika hali ya udhaifu, hali ya shida, hali ya matatizo mbalimbali, anabatilishwa pale anapoangalia nini? Anapoangalia msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni neno msalaba. Lakini haswa tukizungumza habari ya maana ya msalaba ni upatanisho. Haleluya. Msalaba ni upatanisho baina ya mwanadamu kwa Mungu wake. Ni upatanisho. Tulikuwa tumetengwa na uovu, tulikuwa tumetengwa na dhambi kwa sababu ya uovu na dhambi. Kwa hiyo tulikuwa tumetengwa na Mungu. Palikuwa pana kiambaza, palikuwa pana ukuta mkubwa hata kuliko ule ukuta wa Yeriko, ambao mwanadamu hawezi kumwona Mungu kwa sababu ya uovu na kwa sababu ya dhambi. Lakini kwa kupigwa Yesu Kristo pale msalabani, Yesu Kristo alipokuja akaishi katika ulimwengu huu, akatupatia habari njema ambayo ni neno lake, lakini akaenda mpaka pande za chini, akamponda shetani na akanyang'anya ufunguo na mamlaka. Haleluya. Na hatimaye akaenda kuliko mbingu zote, alafu akamwaga vipawa vya uzima tele kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni upendo wa agape ambao usiokuwa na kikomo, wala wanadamu hawezi kuiga. Lakini sisi tu watoto wa Mungu tuna uwezo wa kuishi katika upendo wa agape. Haleluya. Na huyo siri ya kuweza kuishi katika upendo wa agape ni kwa ajili ya kutazama pale msalabani. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo upatanisho, lakini msalaba unaleta amani katika maisha yako. Wako ambao wanakosa amani, lakini amani inaweza kuwepo wapi? Inakuwepo pale ambapo mtu anapoangalia msalaba. Uchungu unaweza kutoka wapi? Ni pale ambapo mtu anaangalia msalaba. Hasira inaweza ikatoka pale ambapo mwanadamu anaangalia nini? Msalaba. Kwa hiyo tunapokuwa tunapita kwenye aina ya shida yoyote, ukimwangalia Yesu pale Golgotha, na kuambia kwamba juu ya msalaba inatoka neema juu ya neema na ushindi usiokuwa wa kawaida katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Wakorintho wa kwanza 1:16 inasema kwamba, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 inasema, kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya nani? Ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba kwao wanaopotea huko ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alipokuwa yuko chini ya utawala wa shetani, kwa sababu Adamu alipokuwa amekula ile tunda na Hawa, tayari walikuwa chini ya utawala, hawakuwa na nguvu tena ya kufanya kitu chochote, na shetani alikuwa ana nguvu juu ya Adamu na Hawa. Na ndipo ambapo Yesu Kristo ilimbidi aje katika ulimwengu huu, azaliwe katika ulimwengu huu, ili aweze kuenda pale msalabani, ili aturudishie nguvu yetu ya asili. Haleluya. Ule uumbaji wa Mungu wa Adamu wa asili. Asabu Adamu wakati amekuwepo, wakati ameumbwa, alikuwa ana uwezo, alikuwa na hekima, alikuwa na maarifa, alikuwa na ujuzi, alikuwa ni mfumbuzi wa mambo mengi. Kwa hiyo pale kwenye ile kusali, Biblia inasema kusali kama ni kitu kidogo, lakini haikuwa kitu kidogo, ilikuwa ni kitu kubwa sana ambacho Adamu alikuwa anatawala. Lakini shetani akaona kwamba sasa huyu Adamu amekuwa mahali pazuri kuliko mimi ambaye ni Eliasi, alafu nimetupwa wapi? Nimetupwa duniani. Kwa hiyo akaingia kupitia nyoka ili aweze kumdanganya Hawa mwanamke wa kwanza akawa amekubali, na alipokubali akawa mbele akakubali, wakawa hapo chini ya utumwa. Walipokuwa hapo chini ya utumwa, ile nguvu ikaondoka. Kwa nini iliondoka? Kwa sababu tayari wamekubali ushawishi wa kipepo, wamekubali ushawishi wa shetani, na walipokubali ushawishi wa shetani, nguvu iliondoka. Hata Mkristo anapokuwa anaenda kufanya dhambi, anapokuwa anarudia dhambi, ni kwamba ile nguvu ambayo Yesu
Yesu Kristo anaitazamia kuiweka juu yake huwa inaondoka. Lakini pale ambapo anapojigundua ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, akasema kwamba ninaamua kwa ajili ya kutengeneza, ile nguvu inarejea tena pale kwa ajili ya kumwezesha kuishi maisha ya utaua katika ulimwengu huu. Haleluya. Kwa nini Wakristo wengi wanaishi maisha lakini kushinda au kuishi maisha matakatifu kwa ni kama muujiza? Yaani kwa ni kama kitu ambacho hakiwezekani. Ni kwa sababu hawajakaa chini ya msalaba wa nani? Wa Yesu. Hawajatafakari habari ya nguvu ya msalaba, kwamba kwa nini Yesu alikufa pale msalabani. Alikufa pale msalabani kwa sababu sisi aturudishie ile nguvu ambayo iliyopotea. Na Yesu alipokuwa amemaliza kazi pale msalabani, Biblia inasema kwamba akashuka mpaka pande zile za chini, akamnyang'anya, shetani akamfungia. Kwa hiyo hawa waliobakia hapa ni yale mapepo. Lakini nguvu ya msalaba mpaka leo si tu katika wokovu, lakini bado inatusaidia sisi katika maisha mbalimbali ya ushindi, kuwaombea watu, kuwafungua watu, na hatimaye hata kuwatia moyo watu ambao wamerudi nyuma ili warudi kwa Bwana. Nguvu ya msalaba ni kila kitu katika maisha ya Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Sema amen. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tuna dini nzuri. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tuna dhehebu nzuri. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tunahubiri. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tunafundisha. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tumevaa suti. Hatutaenda mbinguni kwa sababu tumezaliwa na dini yetu. Tutaenda mbinguni tu pale ambapo tumekubali kuwa chini ya msalaba, na ile nguvu ya msalaba ndio imetufunika sisi katika ulimwengu huu. Haleluya. 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 Mbingu ile haina dhehebu, mbingu ile haina dini, mbingu ile haina jina maarufu, mbingu ile haijabeba sura ya mtu, inabeba sura ya msalaba. Haleluya. Inabeba sura ya msalaba. Na katika sura ya msalaba kuna kitu ambacho kilimwagika pale, ambacho tunaita damu ya Yesu Kristo kuliko ya wanyama wote. Damu ya Yesu Kristo ndio damu ambayo ya ukombozi. Na katika hiyo ikiwa ndani mwako, ndipo mboni ya jicho la Mungu inakutazama mahali popote unapoenda. Haleluya. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msalaba ni upatanisho. Nani ambaye amekuweka mbali na Mungu? Bado tunao nafasi ya upatanisho kwa Yesu pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Wakolosai ile sura ya kwanza mstari ule wa 20, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20. Tasoma hapo. Inasema kwamba msalaba ulileta nini? Ulileta amani ya Mungu kwa ajili ya upatanisho kati ya sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mahali pia pa msamaha wa dhambi. Dhambi zilisamehewa ni pale Kalvari. Bila ondoleo la dhambi hakuna bila msalaba hakuna ondoleo la dhambi. Haleluya. Bila ondoleo la dhambi, kama mtu hajaangalia pale msalaba, hakuna ondoleo la nini? La dhambi. Hiyo dhambi tunasamehewa kupitia kuangalia wapi? Pale msalaba. Na msalaba ni nani aliyekuwa pale? Ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndiye aliyekufa kwa ajili yako ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Pia msalaba ni ishara ya upendo. Ni ishara ya upendo. Mungu aliweza kufanya mambo mengi, lakini alifanya jambo moja kubwa sana muhimu la kukupenda. Haleluya. Hata kama unamkasirisha kiasi gani anakupenda. Hata kama unamuudhi kiasi gani anakupenda. Lakini anakuchukulia poa. Si wanadamu wanachukulia poa Na Mungu ndiye anakuchukulia nini? Poa. Lakini kuna siku anasema inatosha. Akisema inatosha, utakula kisago ambacho msiwacha nini? Cha kawaida. Utayajutia maisha yako yote katika mambo ambayo ulikuwa unafanya kwa siku nyingi, utayajutia kwa siku moja. Ndio kawaida ya Mungu. Mungu inasema maandiko yanasema bora wale wasiofahamu kweli. Hata hukumu yao inaweza ikawa nyepesi kidogo. Sio sio wataokoka katika moto. Shetani hata kwa na shida nao sana kule motoni. Inaungua hata kwa na shida nao, lakini yale maumivu ya kuongezewa kule motoni, hasa ni kwa yule mtu aliyejua imani, akajua jinsi ambavyo Mungu anakuelekeza, alafu kaacha kuendelea sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Utakapojikuta kwamba uko motoni, nasema adhabu yako itakuwa ni kali zaidi, kwa sababu ulimsumbua shetani kule duniani, na sasa pale uko kwenye himaya ya nani? Ya shetani. Bwana, kuna wale kufunza wale. Kwa nini tuende huko? Tunao ushindi. Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 1:20, Wakolosai 2:14. Hebu soma kwa haraka. Wakolosai 2:14. Nasema kisha ifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki. Pia kisha ifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akaigongomea wapi? Msalabani. Hatia, tulikuwa na hatia kwa sababu ya dhambi. Kama ni wanadamu ambao wapo walifanya dhambi, ulikuwa kwenye nini? Ulikuwa kwenye hatia. Na katika ile hatia, Mungu pia hakupenda kwamba hiyo hatia iwe kwako. Akatoa kitu mbele, akakushirikisha neno lake. Ulipoamua kwa ajili ya kuliamini hilo neno, basi Bwana aliondoa ile hatia nini? Ya mashtaka. Kwa hiyo sisi hapa wote hatuko katika hukumu. Lakini ili tuweze kubaki katika hukumu, ni kwamba tunataka kutengeneza maisha yetu kila siku inakuwa ni yale. Ni kwamba hatutakuwa watumishi wa Mungu walioitwa katika mpango wa nini? Katika ule mpango wa Mungu. Kwa hiyo neno msalaba kwa wanaopokea ni nguvu, lakini kwa sisi ni nguvu ya nani? Ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo maisha yetu lazima mabadilike. Hakuna kitu chochote kigumu juu ya msalaba wa Yesu. Tukiita damu ya Yesu Kristo inatuokoa, inatuponya, inabadilisha maisha yetu, inabadilisha fikra zetu ili zimuelekee nani? Zimuelekee Kristo. Sio watu rahisi sana wakati mwingine. Mungu ameweka mpango wa ibada. Mwambie mwenzako mpango wa ibada. Mungu ameweka mpango wa ibada ili upate kukumbushwa neno la Mungu. Unapata nafasi ambayo ya kuhudhuria katika ibada. Usiache kwenda kwenye ibada. Kwa sababu kwenye ibada ndipo unapokumbushwa kati ya nini? Ya msalaba. Haleluya. Na unapokuwa unaamini sasa na kuona kwamba hiyo kata msalaba ni sehemu ya maisha ya ushindi katika maisha yako. Unatoka katika sehemu ambayo ulipo. Kwa sababu Wakristo wanahitaji kuombewa zaidi kuliko vitendo. Lazima Mkristo aamue mwenyewe kwenda pale wapi? Lazima kuamini kwa mtu binafsi. Usiishi kwa ajili ya imani ya mtu mwingine. Ishi kwa ajili ya imani yako. Haleluya. Ukiishi kwa ajili ya imani yako, utakuwa na nguvu ya msalaba juu yako. Na karama na vipawa vitazaliwa wapi? Na wewe utakuwa ni mtu mwingine. Usiende katika kanisa kama mtu wa dini. Tulikuwa tunaenda huko kanisani, tulikuwa tunafanya na huduma, lakini tukirudi tulikuwa kwa wazinzi, tukirudi bado ni walevi, tukirudi bado tunaenda kwa watu wa kienyeji. Na unaweza ukaenda kanisani, mganga wa kienyeji umemwacha nyumbani. Sio? Sivyo jamani? Maana leo hapa pamoja kama ameshaokoka, kuna dirisi iliyofungwa pale mlangoni, unajua mpaka leo. Inawezekana kwamba wewe ndio msimamizi wa familia. Lakini ukienda kwa unajua kwamba hili lilifikiwa hapa na baba. Ni marufuku mtu kulifukua. Tulitoka huko, sio tulikuwa na dini lakini hasitusaidia. Huko tulikotoka kwenye dini na huko kama tulikuwa kwenye dini bali haitatusaidia. Hivi tukiwa katika hali ya userious, kama tumetoka katika dini tunamhitaji Yesu. Haleluya. Tumetoka kwenye dini, mkombozi wetu umepatikana msalaba. Sababu kwetu sisi ukombozi wetu ni katika damu ya nani? Ya Yesu. Hapo ndio kuna ukombozi. Na ili uhakikishe kwamba tumetolewa pale msalabani, ndipo hapo sasa wewe maisha yako yanabadilika, kwa sababu ile damu inafanya kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilisema siku moja nikasema kwamba kama vile mwanamke anapobeba mimba na anapata uchungu na anajifungua, ili ajifungue lazima damu itoke. Kwa ni sawa eh? Anajifungua tu hapa chochote. Kwa damu ile lazima itoke. Safari ya Yesu kwenye ule usiku wakati Yesu alikamatwa ilikuwa ni safari ya uchungu. Haleluya. Ilikuwa ni safari ya uchungu. Alipita kwenye safari ya uchungu. Kwa nini alivumilia wakati alikuwa na uwezo wa kuwafumba tu macho na akapita kaida zake? Kwa nini alivumilia? Alivumilia kwa sababu ya kwako usiteseke. Alivumilia kwa sababu ya kwako majeraha ulio nayo yapone. Alivumilia kwa ajili yako ili huzuni nao ipita uweze kuwa na furaha, ili furaha isiwe pale msalabani. Haleluya. Kila hali
mageni ambao wanaopita kwenye ulimwengu ambao Yesu hajawaambia. Katika hali ambayo ni ya maumivu, Yesu pia alipita maumivu mengi hata kuliko wewe. Kwa sababu sisi tumepondwa na kifo. Haleluya. Lakini yeye alikufa kwa anajiona. Alikuwa na uwezo wa kuondoka pale asife, lakini aliamua ili afe. Lakini alipigwa kuki, alipigiliwa misumari na miba, taji ya miba alibashiri yote ni uchungu. Ndio maana kabla Yesu hajakamatwa alilia kama machozi ya nini? Machozi ya damu yalimtoka. Kwa sababu aliiona ile safari. Lakini akasema kwamba hii safari nisipoipita yangu hataipita. Nisipoipita Jehova ni hataweza kupita. Nisipoipita Yesu hataipita. Nisipoipita amani hataipita. Nisipoipita mimi hata mwenyewe hataweza kuipita. Ili aweze kupita lazima mimi niwape ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapita akahubiria yote ili wape ushindi. Ndio maana anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Yesu alipigwa ili sisi tupone. Shida ulio nayo mpelekee Yesu. Kama ambao unaopitia mpelekee nani? Yesu. Usihuzunike. Mahali popote pale angalia msalaba. Haleluya. Usimwangalie mtumishi. Usimwangalie askofu. Usimwangalie mchungaji. Usimwangalie mzee. Mwangalie Yesu Kristo. Maandiko yaisha hayo maandiko kama sababu unasafari kwenye maisha ambayo yaliyokushinda sasa unayashinda unayageuza kwenye upande mwingine wa shilingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Maanisha kwamba sisi tusipite kwenye shida. Tunapita kwenye shida kwa sababu Yesu alipita kwenye shida. Haijalishi kwamba tunapita kwenye huzuni, Yesu alipita kwenye nini? Kwenye huzuni. Haijalishi kupita kwenye kusemwa, hata Yesu alisemwa. Yesu alikemewa mate, hata mtu ambaye kutembea mate. Lakini Yesu alikemewa nini? Alikemewa mate. Kwa unataka sababu unarudi nyuma. Usikae nyumbani. Bwana Mungu aliachilia ibada ziweze kuwepo. Haleluya. Ili ujifunze ile ambayo ni nini? Kanuni yake. Yasiri kwa mwanadamu. Ibada. Unapokuja nyumbani mwa Bwana unasikia maneno ya Mungu, ufahamu wako unafunguka. Amen. Unaposikia maneno ya Mungu uelewa wako unaongezeka. Unaposikia maneno ya Mungu unapokuwa kwenye shida unaweza kupita salama. Kwa sababu utalikumbuka hata andiko linalosema Baba aliyapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, Bwana atakuwa pamoja na mimi. Haleluya. Sasa usipojua hayo unapopita katika shida utakaje andiko gani? Na Yesu katika pale msalabani alimshinda shetani kwa andiko. Lakini tu haikutosha akasema kwamba pamoja na kushinda kwa andiko lakini nitakufa kwa ajili ya ndugu zangu. Kama ni ndugu wa Yesu, Yesu alikufa kwa ajili yako. Kama ni mwana wa Mungu, Yesu alikufa kwa ajili yako. Haleluya. Na kama Yesu alikufa kwa ajili yako, ana kusudi ambalo ameweka ndani mwako. Hujaokolewa bure, umeokolewa kwa kusudi. Nasema kwamba Mungu hajaokoa mtu kuwa kopo. Hajaokoa mtu kuwa muumini wa kuja kanisani na kurudi. Unakuwa mshirika wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Hakuna badiliko lolote. Hata ukija kanisani unajifuta. Unakuja kanisani hapa hawajui Mungu ya usalama. Ndio unafanya kazi za Yesu. Kuja leo akafanya kitu lakini kazi nyingine zozote za kanisani hauwezi kufanya. Hauwezi kufuta kiti, hauwezi kufagia. Yaani kuna wamama ambao ndio kazi yao wanafanya kufagia. Kuna watu ambao tayari wameshajiona mama wao wapi? Makao ya juu. Na kwambie hakuna cha askofu mbele za Yesu, hakuna cha mchungaji mbele za Yesu, hakuna cha mtumishi aina yoyote. Kunyenyekea kunampasa kila mmoja. Haleluya. Haleluya. Sababu yetu ni uweze kuwa kubwa mbinguni ni yale yaliyodharaulika tunapoyafanya. Sio makubwa. Mungu anamheshimu mtu anayeenda nyumba kwa nyumba kushuhudia. Na yule anayesimama kwenye mkutano anaandaa mkutano mwezi 6 ili ahubiri. Wewe huko tayari umeshaokoa watu wangapi? Umeshapanda mbegu. Sio umeshapanda mbegu. Wengine tayari mavuno yalikuwa tayari weka galani mwanani. Yesu watu wamefunguliwa kwa sababu uliwaombea mkutano wa wagonjwa. Kila mhubiri ambaye anajiona ni mhubiri mkubwa mwezi 6 anaandaa mkutano. Haya unasema baada Mungu anamtumia yule. Alafu unajisahau kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni wa thamani zaidi
ingawa kwa wanadamu inaonekana kama kushuhudia nyumba kwa nyumba ni kitu ambacho dhaifu, lakini vyote yenye nguvu zaidi. Unaweza ukaenda siku moja mbinguni ukamkuta yule aliyekuwa anahubiri kwenye mikutano yuko nyuma yako mtu wa 150. Wewe uko karibu na Yesu na unahubiri hata mkutano wote wa Injili, lakini ile hali ya nyumba kwa nyumba kushuhudia imekwenda thawabu kubwa sana mbele za Mungu kuliko mtu ambaye alikuwa anatumia fedha. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya msalaba inafanya kazi mahali popote pale. Nguvu ya msalaba, kila mtu anayeokolewa ana uwezo. Na tunashinda kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Amina. Amina wapendwa. Amina wapendwa. Kwa hiyo alibeba uchungu. Alibeba nini? Alibeba ile mimba. Na mimba ile ina masumbufu. Mwingine na chefu anatapika, mwingine anapata shida ile anabeba tu. Mara tumbo linazidi, anaanza kutembea hivi kama mwiba tenge hivi. Sio eh? Anatembea hivi. Mara nyingine anatembea, mara nyingine anakaa. Mara nyingine anaendelea tena anatembea hivi. Anatembea hivi. Sio kama anapenda, wala sio kama anatege. Amebeba mimba na ile mimba ina usumbufu. Yesu Kristo alipitia maisha ya usumbufu. Lakini hakutoa mimba. Alisema hii lazima niipeleke pale wapi? Msalabani. Alipofika pale msalabani akapata mateso ya uchungu. Lakini damu ikamwagika pale msalabani. Kanisa likazaliwa. Haleluya. Damu ikamwagika pale msalabani ukazaliwa wewe. Damu ikamwagika pale msalabani, Yesu akasema Baba inatosha. Haleluya. Inatosha. Mwanadamu atakupitia matatizo yoyote yale akiangalia kwa msalabani ameshinda. Ushindi wetu huko msalabani. Mwambie mwenzako ushindi wako huko msalabani. Ushindi wako huko msalabani. Ushindi wa mumeo huko msalabani. Ushindi wa mkeo huko msalabani. Ushindi wa watoto wako huko msalabani. Ushindi wa rafiki zako huko wapi? Msalabani. Juu ya msalaba iko siri kubwa. Juu ya msalaba kuna jawabu la kila aina. Juu ya msalaba kuna majibu ya maswali ya kila aina. Kwenye msalaba wa Yesu. Kitembea kwenye msalaba wa Yesu hata matajiri watakuheshimu. Unapotembea juu ya ndani ya ule msalaba wa Yesu na kuamini Yesu Kristo, hata hao mawaziri, hata hao nini watakuheshimu, watakuja kwa wewe nani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini juu ya msalaba unakuwa ni mtu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa ni nani? Unakuwa ni mtu mwaminifu. Hata katika utumishi wako unakuwa ni mtu mwaminifu. Katika kila eneo na katika kila nyanzo unakuwa ni mtu nini? Mwaminifu. Msalaba ndio ukombozi wako. Hebu kitu hapa kwanza. Anafungua macho kidogo hivi kumwangalia Yesu. Alafu mwambie Yesu na kushukuru kwa ajili ya nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ndio inayokuponya. Nguvu ya msalaba ndio ambayo ina majibu mazuri na ya uhakika. Unapoangalia kwenye msalaba ndipo ambapo neema ya Mungu inashuka kwenye maisha. Yule mama alikuwa anatoka na damu miaka 12. Yesu Kristo alikuwa jina msalabani. Lakini alipoenda pale akakusa pindo la vazi yake. Yule mama alifunguliwa na alipona. Je, Yesu alimtoa uhai wake pale msalabani kwa ajili yako? Wewe ukitamka tu, Mungu anabadilisha maisha yako. Hakuna jambo linaloshirikana kwa Mungu, kwani yote yanawezekana. Na si yawezekana kwa Mungu ni kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Tuna nafasi ya kuendelea kiti cha rehema. Tuna nafasi ya kuendelea kiti cha Mungu, lakini nguvu yetu haiko mahali popote, haiko kwenye dhehebu wala haiko kwenye kanisa fulani. Nguvu yetu ya uhakika iko juu ya msalaba wa Yesu. Kwenye msalaba ndio kuna wokovu wa kweli. Kwenye msalaba ndio kuna ushindi wa kweli. Kwenye msalaba ndio kuna maisha ya ushindi. Kwa sababu neema ya Mungu tumeipata pale msalabani. Nguvu ya Mungu tumeipata pale msalabani. Neema ile inayotufundisha kukataa ubaya wa kila namna tunaupata pale msalabani. Kwa hiyo ulizaliwa pale msalabani. Kama uko umemwamini Yesu Kristo, wewe umetoka kwenye ule ubavu wa Kristo Yesu. Umetoka katika ile damu iliyomwagika pale kwenye mikono na katika miguu. Damu ya Yesu Kristo
ilimwagika pale kwa uchungu pale. Akasikia kiu Yesu Kristo, akasema nipeni maji. Wale kwa sababu walikuwa ni majeuri hawakumpa maji, wakampa siki. Lakini pamoja na hayo yote Yesu Kristo alijua anachofanya, akasema imekwisha. Akitokea mwanamume anapita katika shida kwa ajili ya wokovu, mimi nipo kwa ajili ya kumtoa hapo na kumweka mahali pazuri pa furaha. Anapopita mtu amepewa majibu na daktari kwamba hili jambo liko hivi, yeye anasema ni muumbaji, kwa sababu nguvu ya msalaba iko ndani ya maisha ya mwanadamu, na ile nguvu ambayo iko ndani ya maisha ya mwanadamu inafanya kazi pale ambapo mwanadamu anapomwangalia Yesu Kristo na kujua kwamba alikufa kwa ajili yangu. Usitegemee tu habari ya kanisa, kusali na nini, lakini damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Kalvari ndio damu ya msingi, ndio damu ya muhimu, ndio damu ambayo inakutakasa, ndio damu ambayo inasababisha kile kiambaza kikabomoka. Tukizungumza habari ya damu, tunazungumza habari ya uhai. Uhai wa Yesu Kristo alitoa, akalikamilisha katika nguvu ya giza ili waweze kumkamata, ili washangilie, lakini mwisho waliona chombo cha makuu. Maandiko yanasema kwamba hata wale wanadamu walikuwa wanaangalia pale mpaka wanagiza muda wa saa 9 saa 6. Hii inaonyesha jinsi ambavyo ya nguvu ya usalama ni nzuri. Lakini kuangalia, usikate tamaa ndugu mpendwa. Yuko Yesu aliyekufa msalabani. Yuko Yesu ambaye anatupenda. Yuko Yesu ambaye anatujali katika maisha yako. Yesu anajali kila kitu ambacho tunachopitia, anajali sana. Anajali ndoa yako vizuri sana. Na anataka ndoa yako ipendeze vizuri. Na anataka ndoa yako iwe mfano wa kuigwa. Usiangalie matatizo ambayo unayopitia, angalia msalaba. Ndio inaweza kaondoa matatizo haya. Yesu Kristo yuko ndani yako. Yeye ni mtaalamu. Sio hayuko kule juu. Yeye yuko ndani yako, anaishi ndani yako. Anasema nasimama mlangoni na bisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nitakula pamoja naye. Nitakunywa pamoja naye. Akilia nitamsikia kwa karibu. Akihuzunika nitamwona kwa karibu. Akigafirika bado nitamwambia kwa sauti, kwa sababu bado niko ndani yake. Ila pale ambapo hataelewa basi kaondoka. Nataka nikwambie ndani yako hapo Yesu Kristo yupo. Sema na Yesu ambaye yuko karibu. Yuko karibu hata kuliko mtoto wako ambao unalala naye. Kuliko mtoto wako, kuliko mume wake, mume wako ambao unalala naye katika moyo. Yesu yuko karibu sababu anaishi ndani ya moyo wako. Wewe ndio unayekufa. Ni vitu gani vinakusumbua mpendwa? Hebu mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Uhai wa Mungu ni wa mwili. Kama ameutoa ndio upone, kama alipigwa ndio upone, kama alivumilia mateso mbalimbali, kusema na kusimama kwa kila itwapo leo. Sema wanapokuwa wanakusema ndipo Mungu anakupa nguvu zaidi. Wanapokuwa wanakusema kwa ajili ya baraka ambayo ulioipata, wanakudhihaki, ndipo Mungu anakuongezea baraka zaidi na zaidi. Yeye yuko hivyo. Mungu ndio jinsi alivyo. Tusipovumilia haya machache tunayopitia, hatutaweza kupita ngambo ya pili. Lakini haya tunayopitia na magari, tukimwangalia Yesu pale hapa. Uko mzima, uko ponyaji. Yako maisha mengine. Tusije tukavutwa na kubaki na hangaiko mambo ya duniani pamoja Yesu. Usivutwe sana na mambo sana ya duniani ukashindwa kwenda kwenye ibada. Shetani atakuweza kirahisi. Usidharau ibada. Iwe ni ibada ya nyumbani usidharau. Iwe ni ibada ya kanisani usidharau. Iwe ni ibada ya Jumatano ya Ijumaa usidharau. Iwe ni vipindi vyote ambavyo ni magari inao una nafasi tu usidharau. Nasema kwamba ulimwengu huu ni chache, lakini kama hali wengine tunaenda. Kama tutamfuza Mungu na kusifu Mungu na dira ya Mungu au jicho la Mungu likiangalia duniani, utakuona kwamba uko katika sehemu nzuri, umetakasika na damu yake iko kwenye maisha yako, imetakasa moyo wako na imetakasa nafsi yako, na mwili wako pia umepata utakaso kupitia damu ya Yesu. Asema mboni ya jicho inazunguka ikiwaangalia wachafu. Shamwangalia wewe ambaye unamcha Mungu. Usikate tamaa. Neno msalaba kwa wanaongojea uguzi, lakini sisi tunaokolewa
ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ndio inayobadilisha. Nguvu ya Mungu ndio inayokupa furaha. Nguvu ya Mungu ndio inayokupa amani. Nguvu ya Mungu ndio inayokurasa katika maisha yako. Usikate tamaa. Yesu alikuja kwa ajili ya kuondoa tamaa. Hata wengine wakamwambia Baba alikuwa na walevi. Ila kwa makahaba. Yesu akasema ndio. Wakisema hivyo ni sawa. Kwa sababu sikuja kwa wenye haki, bali nilikuja kwa wenye dhambi. Nilikuja kwenye mateso. Nilikuja kwa wenye maumivu ya moyo. Nilikuja kwa waliobiswa ili wapate furaha, wapate amani. Yesu amekuja kwa ajili hiyo ili akutie moyo. Hebu mwambie Yesu, na kushukuru Mungu kwa sababu macho yangu yanageuzwa sasa, yanaangalia msalaba. Kule msalabani kuna mapigo yote. Kule msalabani uko uzima wa kiroho. Msalabani kumbe kuna uzima wa kimwili. Msalabani kumbe kuna uzima wa nafsi. Mungu akatembea sana, lakini akasema Baba, nafsi yangu leo imeokoka kwa sababu amemuona Mungu wa Israeli. Akapaita mahali pale penye, kwa sababu alikutana na Mungu mahali pale. Wakati mwingine tunaweza kuwa tumeokoka, lakini nafsi yetu imeshachafuka, tunaweza tukawasema watu vibaya. Nafsi yetu kama hazijaokoka, bado tunaweza tukawa na manung'uniko. Nafsi yetu kama hazijaokoka, bado wakati mwingine tunakuwa na vijembe ambao havina maana. Naweza kuzungumza neno hata la kumuumiza mtu, ndio umeokoka, lakini kwa sababu nafsi yako haijaokoka, kila wakati unarudi makopeni. Tunaomba wokovu wa roho na tunaomba wokovu wa nafsi na mwili. Jibu lake ni msalaba. Haleluya. Ni msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu. Bwana Yesu, ninakuinua Mungu, ninakutukuza, ninakuhimidi Mungu mkuu mwenye nguvu na uweza katika jina la Yesu. Tumekuwa na maswali mengi, watu wako wamekuwa na maswali mengi, kila mmoja akiwa anageukia mambo mengine. Wakati mwingine watu wameacha imani, wamebaki tu na kuangalia uimbaji, lakini ndani ya mioyo yao haijakaa sawa, ndani ya nafsi zao hazijakaa sawa, ndani ya miili yao bado hawajakaa sawa. Je, siku ya mwisho watu hawa watakuwa wageni wa nani? Wako wengine wanaenda kanisani kwa sababu tu kuangalia uimbaji. Watu ambao wengine wanaenda kanisani hawana shida ya neno la Mungu. Watu wamekinai, wamekufa, mioyo yao imeisha. Kama vile wale wanapokuwa wanalewa Jumatatu mpaka Jumamosi na Jumapili wanaenda kanisani, wakati mwingine hata katika nyumba ya Mungu tabia hii bado inaendelea. Na watu haoni umuhimu wa kutafuta uso wa Mungu, wakalia kwa machozi, wakihitaji sana, wakiangalia pale Kalvari, ambapo ndipo inapotoka chemchemi ya uzima, ili maisha yao yakabadilika, yakageuzwa, yakawa ya kufanana na Kristo. Naomba Mungu, kanisa la mahali hapa, nisaidie. Wasaidie watu hawa Mungu. Saidia watoto hawa. Saidia wamama hawa. Saidia Baba wa mbinguni, kila mmoja mahali hapa Bwana. Tunawezaje tukatembea ujasiri katika mitaa kama hatuna Yesu? Ni pale ambapo tutakapoacha kuangalia na kutumaini kazi ya msalaba. Leo tutaangalia kazi ya msalaba ndio inatuweka huru, kwa sababu ushindi wa Kristo ni juu ya msalaba wa Yesu Kristo. Mungu tusaidie, tuwezeshe, tupe neema juu ya neema. Baraka zako juu yako Baba mbinguni zikashuke ndani mwetu, zikawe kama vazi. Rudia tu maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako la msalaba. Ni kweli inapitia hilo mengi sana. Hata hapa ni kwenye maumivu mengi. Nina maswali mengi. Wakati mwingine natafuta fedha, lakini najikuta ni kuchoka tu.
Lakini na mimi nahitaji baraka na wokovu pia unahitaji. Naomba unifungue ufahamu wangu. Kumbe baraka zote ziko kwa Kristo, na mimi niko ndani ya hizo baraka. Yesu, wewe kumpa utakaye, ufungua mlango na kuufunga pale ambapo unapotaka wewe. Naomba sasa macho yangu yatoswe, yatazame msalaba, yatazame msalaba, mahali ambapo nilizaliwa, mahali ambapo kanisa lilisimama, mahali ambapo Mungu uliniona na ukasema matatizo yangu yamekwisha. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ni kile ambacho kimezaliwa juu ya msalaba wa Yesu. Usiku ile ambayo ulikuwa ni usiku wa giza, ili nuru ipate kuangaza, usiku ulitangulia, shetani akashangilia, lakini ghafla mwanga ukaangaza ndani ya mioyo ya watu. Leo hii angaza ndani yako. Fanya kitu Bwana katika maisha yangu. Nibadilishe Yesu. Nimeokoka, ninakupenda, lakini sijakamilika. Hebu nikamilishe Bwana Yesu, nikujue vizuri ili nikutumikie. Bwana Yesu, nisaidie. Nisiwe tu Mkristo wa kawaida, nisiwe mtu wa dini na dhehebu, lakini niwe mtu halisia anayelicha jina lako na kutumikia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nisaidie. Nipe nguvu na neema yako Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nisaidie. Nishike kwa mkono wako. Na kama uko hapa, ni kweli upo unaenda kanisani, unarudi, lakini maisha yako yanashuhudiwa kabisa kwamba umeokoka, unamhitaji Yesu kwenye maisha yako. Kumbuka kwamba hatujui ile siku ya kwamba ni siku gani ya kuondoka duniani, na kila taarifa ambayo unaipata ya msiba inakushangaza, kwa sababu yule mtu aliyekufa hajakupa wewe taarifa, lakini unapata taarifa ya ghafla ya kusikiza kwamba fulani unayemjua amefariki, baba yako amefariki, rafiki yako ambaye umesoma naye shule amefariki. Kwa nini wewe unaishi mpaka sasa? Kwa sababu Mungu kuna jambo unalokusudi katika maisha yako, lakini moyo wako, akili zako zinakushuhudia ya kwamba mimi kwa kweli naenda kanisani, lakini maisha yangu hayabadilika, maisha yangu hayajaokoka. Nataka urudie kwa moyo wako, kwa sauti yako ya chini ndogo, ufanye ukarabati na Mungu. Ukikaa duniani na kuishi duniani, kwenda kanisani haitatosha kama huko na Yesu. Lakini ukiwa na Yesu, maisha yako yatabadilika. Na maisha yako yakibadilika, utajua umuhimu wa ibada. Na unapopata nafasi ya ibada, hiyo nafasi utaichezea, kwa sababu utajua uthamani wa Mungu aliye ndani yako, na aamua kufa msalabani kwa ajili yako. Lakini inawezekana unaitafuta hiyo nguvu mpaka sasa, unatafuta neema ya Mungu ishuke ndani mwako ikusaidie, lakini unajitahidi kwa ajili ya kufanya mema, unajikuta ya kwamba umefanya mabaya. Na Paulo mtume alikuwa anajitahidi kufanya mambo ya kumpendeza Mungu, lakini alijikuta ghafla kwa sababu na nguvu ambayo ilikuwa imemshinda, hakuweza kumpendeza Mungu. Lakini iko neema ya Mungu ambayo ukitubu dhambi zako, neema ya Mungu itakuwezesha kukupa ustaarabu wa kumwabudu Mungu, kukupa ustaarabu wa kumtukuza Mungu, na maisha yako yataenda kubadilika katika jina la Yesu. Kama uko hapa hujamkabidhi Yesu maisha yako, umeokoka lakini umerudi nyuma, umeokoka unajitahidi kumfuata Mungu, lakini maisha yako yanashuhudia yenyewe ya kwamba bado wewe ni mwenye dhambi,
Rudia maneno haya. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kanisa zima mseme kwa ajili ya kusaidia mwingine ambaye anayakimbia dhambi zake. Kwa hiyo sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya anga salama. Leo ninatambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na sina nguvu ya kuiokoa. Na kuomba unisamehe dhambi zangu. Unitakase kwa damu yako ya thamani. Ubadilishe moyo wangu sasa na kutakasa. Nimeishi maisha yasiyofaa, lakini leo sihitaji kuishi maisha maigizo. Ee Yesu, nimechoka na maisha ya maigizo. Ninaomba uhalisia. Ninaomba uhalisia. Maana Mungu siwezi kuficha jambo. Hata nikiwa kule porini, Mungu unaniona. Nikiwa uvunguni, Mungu unaniona. Nikifanya jambo lolote, Bwana unaniona. Kwa nini namficha mwanadamu ambaye hawezi kunihukumu mimi? Lakini wewe Mungu ndio unaweza kunihukumu. Kwa nini siye mbele zako kukuomba msamaha? Naomba unisamehe. Takasa moyo wangu Bwana. Nafsi yangu itakasike mbele zako. Mwili wangu utakasike mbele zako. Maisha yangu yabadilishwe. Yawe maisha ya wokovu yanayosomeka na watu wasioamini, yanayosomeka na watu walioamini. Wafutwe na ule mtazamo ulionao. Ee Yesu, naomba unisaidie. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa ninatangaza ya kwamba nimeokoka. Nimeokoka kanisani. Nimeokoka kule nje. Nimeokoka kule kazini. Nimeokoka kila mahali ninapoenda. Maisha yangu yamebadilika sasa. Maana Yesu umenisaidia. Naomba Bwana niandike upya kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa naomba ninapokuja kanisani niwe mtu ambaye yuko busy kutafuta uso wako. Niache mambo ya mzaha. Niache kuwasumbua wengine. Hata hii dhambi ya kuwasumbua wengine ninaitubia mbele zako. Nimekuwa mwongeaji sana kanisani, lakini pia mtu mchonganishi. Nikiwa kanisani, Yesu, hebu niokoe. Nibadilishe tabia yangu. Neema yako Baba iliyomsaidia Paulo mtume, naomba hata kwangu ishuke Bwana, inisaidie na kuniwezesha maisha mapya. Asante Bwana Yesu kwa uwezo wako, kwa utukufu mkuu wa jina la Yesu. Amen. Kushukuru Bwana Yesu wa Mungu. Asante Bwana Yesu, kushukuru na kushukuru kwa sababu ya neno lako, na kushukuru kwa sababu umenikomboa, na kushukuru kwa sababu umenibadilisha. Naomba Mungu uwe pamoja nami kwa utukufu mkuu wa jina la Yesu. Asante Baba mbinguni kwa kuwa na uwezo wako Bwana. Ninakushukuru Baba mbinguni. Ni kweli Bwana, sikuwa na maneno mengi kwa ajili ya watu wako, na kwa sababu Roho wako Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kuthibitisha katika kile ambacho Mungu umekiandaa katika siku hii ya leo. Naamini katika nafasi hiyo na katika ujazo huo inatosha kugeuza maisha ya mtu na kuyapeleka katika mahali pengine pa raha na kwa msimamo zaidi. Ninakuinua Mungu na kukutukuza wewe katika jina la Yesu. Na kushukuru Baba mbinguni kwa ajili ya kanisa lako mahali hapa Bwana, kwa ajili ya ujumbe huu mfupi Bwana, ukageuze maisha yake anapoenda kule nyumbani na kutafakari neno lako. Usimpite Mwokozi. Naomba neema yako Baba isimpungukie katika jina la Yesu Kristo na Nazareti hai. Tunakabidhi na mengine ambayo yako mbele yetu. Naomba utawala wako na uwezo wako kwa utukufu mkuu wa jina la Yesu. Baba, tunaomba na kuamini. Na wewe useme amen. Amen. Mungu akubariki sana.